Kwa hao wawili wote tuchague mmoja. Sat B. Na kwa nini sio Fadas B? Hiyo inakuwa nini? Sat B ndo tunaanza tukaanza naye. Wewe pia? Yeah, Sat B. Ismail Bashirwa, this is my name. Na aka nyingi kuitaka kuniite Bashirwa. Subiri nikufahamishe kitu kimoja. Huko Amerika palikuwa kijana mmoja alikuwa akisoma masomo ya kulusi sana confidence. Alikuwa anaitwa Eric Haga. Ningependa kukujuza kwamba ndio mwanzilishi wa account ya YouTube Vevo. Na nikufahamisha kwamba hapa kwetu Burundi mtu wa kwanza kuingia katika account ya YouTube Vevo alikuwepo MT number 1. Wa pili kumfuata ilikuwa Farias Big, nyinyi mnamtaga kama MMP. Leo hii katika show yetu ya Kibabe niko pamoja na I need for talent kutokea pande zipi. Acha nianze mkono wa kulia. Vipi big brother? Fresh bro. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Awamu, la kisanii wanapenda kuniita Awamj. Kwa baba na mama? Ndikumana Awamu au Hamis. Ndikumana Awamu. Kwa nini haukuweka ile jina la wazazi? Hapana. Okay, nakwenda katika mkono wa kushoto. Vipi big brother? Poa. Uko fresh? Niko poa. Una kazi? Niko fresh. Mbona kama vile sauti haijakaki sawa? Iko sawa, niko fresh kabisa. Ngizani mshawasikia ni I need for talent. Acha bele tuanze kwa story moja, story mbili, story tatu kisha tuelekea katika masuala ya kitetesi. Naanza kwa huyu mkono wa kulia. Sasa Awamj, leo hii ni mnakuja kama I need for talent, Siku za nyuma hapo ni Awamj alifanya audio pia na clip video akimshirikisha mwanamuziki nguli kutoka hapa Burundi Nzeimana na Salum maarufu kama Lolilo, wengi wao wanamuitaga Simba. Ni vipi mkaja tena ni I need for talent? Before tulikuepo sema majukumu tu mengine alikuwa amembana mshikaji. Ndio maana kile kipindi nimeamua kufanya kazi na Lolilo. Lakini jamaa alipomaliza harakati zake tukashikamana tena. Okay. Aliyeleta idea ya kuweka kundi iwe kama I need for talent kwa sababu mlikuwa chini ya uongozi wa Tichamo. Kwa sababu kuna wimbo mlioshirikisha unafahamika kwa jina la Kodoa. Na Neighboy naye palikuwepo? Hapana, pale ilikuwa ni tulilipia studio nafikiri vile, si ndio hivyo? Tulilipia studio. Tulikuwa tuna mkataba wote na Tichamo. Neighboy. Black. Sorry. Black. Big brother. Ni yapi ni kitu ambacho kwa kikuweka bize ambapo Awamj kaamua kufanya video ama kufanya kazi na Nzeimana na Salum maarufu kama Lolilo, na ukamkubalia kivipi wakati mlikuwepo kundi la akafanya kazi yeye mwenyewe? Hicho kitu alinambia kama kuna project anapasha kufanya kwa sababu siwezi nikamkataza, na mimi nimekuwa niko busy na maisha, ndio maana nikamruhusu kufanya kazi na alifanya kazi, ilikuwa nzuri sana. Hivi niwauliza I need for talent. Mkifika fasi ambapo hawajui, fasi hawajui, mnaoga mnajitambulishaje? Bado mimi wako, sema mama unachotaka, hizo za kodimpo zanimaliza, bado nakutaka. Urembo wako sikufichi, umenikabako. Maneno ya uchoyo usisikie, penzi ukala za kiporo. Sasa Awamj, mbona kama vile sauti imekaa kama mwanamuziki fulani hivyo? Unajua kwamba kama sauti imekaa kama Black G? Nakutana nazo sana hizo, lakini siamini katika hilo. Haujawahi kuleta ama hujakuwa na idea ya kufanya kazi na mwanamuziki Black G? Nishafanya naye, sema tu haijakuwa katika project ya kuachiwa. Nimeshafanya naye. Sasa unahisi ama turudie nyuma kidogo, unahisi wimbo ule ufanya na Nzeimana na Salum maarufu kama Lolilo umekufikisha wapi? Umenifikisha sehemu nzuri, nashukuru. Sema kuna mambo tu kidogo yameingiliana. Kwa hiyo tukao tumekaa kimya kwa muda. Kama imekufikisha kama sehemu ipi? Sehemu nzuri tu. Kama hivi hapa tunaposimama mimi na wewe, ni sehemu nzuri pia. Black. Wewe hujawahi kuwa na idea ya kufanya pia kazi na wengine mwanamuziki kwa sababu nasikia Awamj tayari ameshafanya na Black G, aishafanya na Lolilo. Wewe hujaleta idea? Idea ilikuwepo zamani, lakini kwa sasa sina hiyo idea. Tunatengeneza kwanza kitu, alafu ndo tutakuwa na hiyo idea baadaye tushatengeneza kitu kama kazi.
Ainifo Talent mko chini ya usimamizi wa nani? Ama mko nyi wenyewe tu? Tunajisimamia wenyewe. Tunajisimamia na tuko na uongozi pia. Uongozi gani? Director pia. Director gani? Director pia anatusimamia music yetu, video na nini. Vitu kama hivyo, ndio anapanga plan kila kitu. Nay Black. Mkiwa kama Ainifo Talent, ni yupi mwanamuziki kama vile mnamtizama katika jicho la collab? Bface. Bface ikiwezekana tunaweza kufanya collab, lakini bado sana kivile, lakini harakati zipo kwa sababu tushaongea naye, anatuambia ina shida, tutakutana tutafanya kazi. Bface, na kwa nini sio ndio rapa ambaye mnayemkubali ama ndio rapa kivien? Ndio rapa ambaye mnayemkubali, mnasema hivi huyu tukifanya kazi naye labda itatufikisha sehemu fulani? Bface tunamkubali, sio kama yeye ndio rapa mwenye tunakubali sana, lakini tunaweza kusema mwenye tunaweza kuanza naye, tunaweza anza na Bface. Jana usiku wa jana mmeachilia kazi. Kazi yenu inafahamika kwa jina gani? Kwa sababu mimi mwenyewe nafahamu, ungependa mwajuzi ambao wanaotutizama wajue kazi fulani. Kazi inaitwa Banato, ni video audio, ni kazi nzuri, of course washare na sisi watu support. Wa support Bface. Sasa leo hii uongozi wenu, kwa sababu mlisema eti mko chini ya uongozi wenu unaambia Nay Black awamji, leo hii tunakupatia Nzeimana Sok Salom ama tuachacha Salom, twende kwa Satibi ama Farias Big. Uongozi unaambia chagueni mfanye kazi na umoja. Nyinyi mngetamani kufanya kazi na nani? Kwa hao wawili wote tuchague mmoja. Satibi. Na kwa nini sio Farias Big? Hiyo inakuwa nini? Satibi ndo tunaanza tukaanza naye. Wewe pia? Satibi. Satibi. Kwa sababu Satibi ni kijana anajituma sana, anaonesha nguvu yake kwenye industry na tunamkubali, tunamfuatilia, tunaweza penda kufanya na Satibi. Okay, leo hii na wakabidhi tunzo. Mpatie mwanamuziki wa kike aliyefanya vizuri mwaka 2020. Na mtia hapo Natasha. Na pia Shani Queen. Nyinyi mngempatia nani tunzo? Natasha. Natasha? Ni ipi kazi ya Natasha ambayo unaikubali? Zipo nyingi sana, ndio maana nimekuambia Natasha. Zipo chumba nini, zipo nyimbo nyingi. Okay, ningependa uniambie wimbo wa Natasha chumba. Kama mtihani hivi. Mimi namkubali sana Natasha. Okay, niambie basi wimbo wote ambao wa Natasha unaokubali chumba 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 chumba. Imeenea. Au umesikia tu chumba title ya mziki kwa acha niimbe tu chumba. Sasa nimeimba nyimbo ya Natasha. Ya Natasha. Okay, ningependa kidogo mnipigia kapela ya wimbo wenu unaofahamika kwa jina la Kodoa. Kodoa mbona haijaachiwa bro? Haijaachiwa? Hapo Kodoa haijaachia. Mimi mwenyewe binafsi nimeshapata nafasi maalum, nimekaa nikausikiliza wimbo Kodoa. Si Kodoa? Nimeshausikiliza. Je, hivi ningelikuwa na record hata kwenye simu. Nasikia singepata uwezo wa kuivujisha kazi hii. Si umeisikia kwenye studio yangu. RV studio ndipo utakuwa umeisikia, kwa sababu hamna sehemu nyingine yoyote ambayo Kodoa ipo isipokuwa studio kwangu. Na kwa nini mnawaruhusu kupiga wimbo, yani kazi zenu, wakati ambapo kazi zingali private, hazijaweka wazi? Of course pale ni kazini kwangu, sawa, na pale kazini kwangu kuna watu nakuwa na share nao idea na nini. Kwa hiyo nikiachia kazi mpya au nikishafanya kazi mpya lazima niwaite wasikilize, watoe maoni yao pia na wenyewe. Nay Black, hivi mna ukaribu gani na Akim Bashboy? Bashboy. Bashboy hatuna ukaribu sana kivile, lakini ni mtu nafahamiana naye. Serious?
Okay, asanteni sana kwa nyote ambapo mmekwetu na sisi leo hii katika kupitia Amipro Show katika ile channel yenyewe ya kibabe ni Amipro TV. Behind camera yuko ule mjanja ambaye mnayemkubali. Pia msisahau kusubscribe pia na kushare kwenye channel yao ya YouTube, unafahamika kama Ainifo Talent, na pia na sisi tunafahamika kama Amipro TV +257. Siku utakayekuwa juu ndio siku utakayojua. Ni hayo tu.